Nimekuja hapa Nakuru kwa sababu wiki chache zilizopita nilikuwa naangalia runinga, nikaona vile Susan Kihika ametusiwa, mpaka nikashangaa. Nikataka nije Nakuru niangalie kina mama wa Nakuru kwa macho hivi, niwaulize nyinyi kina mama, mutakubali namna gani gavana wenu atusiwe namna hiyo? Mutakubali namna gani gavana wenu anyongeshwe namna hiyo? Mutakubali namna gani gavana wenu akanyagwe na watu ambaye hawana mbele, hawana nyuma? Mutakubali namna gani? Mulikuwa wapi nyinyi? Na wengine walikuwa hapo wakipiga makofi. Susan Kihika akitusiwa, mwanaume mzima anatusi mama. Mwanaume mzima. Wewe Rigiji, kama unatafuta wanaume wenzako, kuja kwetu tuone kama ni mbaya. Usifanye mchezo. Si namna hiyo? Lazima kina mama waheshimiwe. Hasa wale kina mama ambao wako katika uongozi. Mimi nataka ile adabu mtafundisha mtu yoyote ambaye anakosea kina mama hapa Nakuru, muhakikishe kwamba mwaka ujao Agosti, Susan Kihika anapigiwa kura kutoka nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu. Tumeelewana? Adabu yao iko kwa debe. Adabu yao iko wapi? Adabu yao iko wapi? Na Mheshimiwa Gikari, I want to tell you something. Mimi nataka uongee na ndugu zangu wa Kikikuyu. You know, people must be careful in politics. People must be very careful in politics. Usibebeshwe mzigo ambayo sio wako. Umeelewa hiyo? Usibebeshwe makosa ambayo sio wako. President William Ruto hajawahi kukosana na Mkikuyu hata mmoja. President William Ruto could not only work with one man, Rigathi Gachagua, ndio hiyo tu. So yeye asibebesha nyinyi mzigo ambao sio yenu. Nataka niwaulize, kwa sababu mimi ni mtu wa kusema ukweli. Niwaulize, wakati Rigiji alikuwa ofisi, alifanyia nyinyi nini? Tuseme ukweli. Wakati miaka 2, because he was there for 2 years. I want you to list for me what he did kwa jamii ambaye anaisemea kila siku. So let me warn you, be careful so that you do not get isolated from the rest of the Kenyan populations. Umeelewa hiyo? Anawachocha, na kuwachocha kwake ni kuwatoa nyinyi na makundi ya Wakenya wengine. Mubaki peke yenu. Hasara, ask me. I come from a community that has never formed government in this country. We have never produced a president. We have never, even though I know, karibuni sana, wataita President Hassan Ali Joho. Wakati utafika tu. Itafika. I want to tell you, if you do not get organized, and those that have been blessed by the leadership of this country to lead the country, if you're not careful, mujitoe, it will take you a long time to come back to mainstream. Paka mukirudi hivi, itachukua muda mrefu sana. So sitaki mudanganywe, muchochwe. Unajua kuchocha ni rahisi, unajua hivyo? Kuchocha ni rahisi sana. Kuchocha ni nini? Ni kama hii mambo ya kodi. Unaambiwa sijui housing, si unaambiwa kodi, unaambiwa mambo ya mkopo, mambo ya securitization. Si mnasikia wanasema hayo? Mimi nataka niwaulize, katika taifa hili la Kenya, hii kodi tumeanza kulipa leo? Hii taxes tumeanza kulipa leo? Si tumelipa taxes kuanzia 1963 na kabla ya hapo, sivyo? Hizo taxes tulikuwa tukiona zikifanya kazi. Sasa hii si tunaona manyumba yanajengwa, si masoko yanajengwa, stadium zinajengwa, mabarabara yanajengwa. Hata vijana for the first time in our country walipawa pesa za kuanza biashara na rais katika taifa lote. Ama mkuona hiyo? Muliona nyota? Na mimi nimemsikia rais akisema kwamba hiyo ilikuwa kionjo. Hiyo ilikuwa nini? Anapanga ingine kubwa, bigger and greater. Have you ever seen
any president that went anywhere in our republic here akapea kijana pesa ya kufanya biashara tena na akamfunza namna ya kufanya biashara, alafu wewe unaambiwa huyo ndio mbaya kwa sababu wewe kibinafsi uliharibikiwa ama ulijiharibu? Mimi nikiwa deputy president siwezi wachia hiyo kazi. How do I lose a job such as deputy president? Sio paka wewe unafaa kwanza. Anybody who follows Rigiji ende ujiulize hiyo maswali. You mean you are given deputy president na inakutoka? How? Ikiwa deputy governor wa Susan Kihika hapa ameshikilia vizuri sana, paka Susan anasema huyu deputy wangu ni mtu mzuri. How are you given a deputy president job na ikutoke? Kivipi? Kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ya kugawanya wa Kenya. Mimi unajua Susan, I've never told you this. Siku moja nilipokuwa waziri, nilikuwa mara ya kwanza, na unajua mimi niko na style yangu mimi naishi kivyangu. Mimi ni mtu mara navaa kofia, mara navaa viatu vieleweki. Ni mimi, si ndio? So one day I walked in some place, Rigiji akaniambia, wewe unavaa kofia, wewe ni waziri ufai kuvaa kofia. Nikamwangalia huyu, nikasema wewe nitakuwasha. Lakini bahati yake pale bosi yangu alikuwa, the president was seated right at the corner there. Nikamhurumia tu, nikasema wewe siku yako itafika. Na mimi asinikujie mara nyingine ananitaja. Mimi si mtu ya kawaida. Mimi ukiitwa nakuja, ukirusha narusha, ukileta mbaya, ukileta noma. Ama namna gani? Ukija, ukirusha, kama ni mbaya, kama ni noma, kwani iko nini bana? Si namna hiyo. So therefore I want us to follow or emulate the example Governor Susan Kihika has shown us here, that there's a way you can lead a cosmopolitan county where kila kabila iko, kila dini iko, na kila mtu wako na nafasi. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Wengine walivyokuwa na nafasi walisema mambo ya shareholding. Let me tell you, and I want to repeat this. My brother David Gikari hapa nataka nimwambie, tell your people, the Kikuyu nation, they should never allow themselves to be isolated from the rest of Kenyans. By the time they would want to come back, it will be too late. Tumelewana. Na mtu akikosa mpe makosa yake, sivyo? Tell me why not President Ruto? But don't tell me kwa sababu tu hatumpendi. Unajua sisi Waswahili tuna tabia nyingine ya kiajabu. Unaweza muona mtu kaambia huyu simpendi, na ukiulizwa kwa nini unasema simpendi tu. Simwajua hiyo? Mimi simpendi. Kwa nini? Simpendi tu. So mimi nataka niwaambie, tutarudi hapa. Mchango wa kina mama mimi nitarudi hapa. Tena governor, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu amenibariki, niko vizuri. In fact that day, hata usifanye kina mama wa Kiislamu peke yake, kina mama wote. Na tutakuja tukiwa tumejipanga. Tutakuja tukiwa fanya nini? Governor, ile mambo ya kazi mimi nataka nikwambie hapa Nakuru hapa. Mimi nataka tupange mambo ya madini pamoja. Hapa tutaleta kazi ya madini ambayo itaajiri kina mama, itaajiri vijana. Umeelewa hiyo? Tutafungua hiyo sekta. Na ile nyingine ya muhimu, governor, I want to tell you, wewe uko na lake 6. Ni county ya kipekee peke yake ambayo iko na lake 6. Sivyo? Now governor, I'm gonna come back here with my teams. Tukae na kina mama. Hawa kina mama kule Homa Bay. Nilifanya na Governor Gladys Wanga. Niliweka kikundi cha kina mama 20. Nikapatia hawa 1 cage ambayo iko na fingerlings 33,000. Nikawapatia feeds za miezi 6. Wamevuna samaki juzi. Kina mama 20. They went home with 13 million shillings. Hizi lakes za Nakuru za tosha hazitoshi. Tulete samaki tusilete. Tuempower kina mama tusiempower.
Tutakuja hapa, and Governor, I want to tell you, in the next financial year, from now I'm going to tell my teams that we invest in fish landing places, fish processing places, storage ile barafu iegwe hapo, na tujenge masoko ya samaki. Watu waanze kupata pesa kupitia vyombo vya samaki na blue economy. Si namna hiyo? Si mambo ni namna hiyo? Alafu unajua, mimi nimemsikia President Ruto akisema hapa, leadership, it is about record. When you are given a chance, what have you done? Sasa unasikia mtu kama Kalonzo, na tena mnaenda nyinyi watu wa Nakuru mnajaa barabarani pale, mnamsherekea. Kalonzo anasherekewa kitu gani? Ana nini ya kuonyesha? Amekuwa miaka nenda. Kama ni waziri amekuwa, kama ni naibu wa rais amekuwa, waziri wa kila mahali amekuwa. Hakuna hata kitu kimoja ambaye amefanya. Namna gani nyinyi? Namna gani nyinyi? Vipi? Vipi? Aende azame. Kila kiongozi ahukumiwe kwa matendo yake. The way I have seen Susan Kihika here, amemjenga mambo ya afya, wamama zetu wazae vizuri, ameajiri madaktari, he has fixed mambo ya madawa. That is a record of a leadership that must be supported. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ama mnasema namna gani nyinyi? And then nataka niwaambie, mimi nimekuwa gavana wa miaka 10. Gavana wa miaka ngapi? It is important to give your leader a chance for continuity. Unajua, ile agenda ameweka ikamilike. Musiwe watu wa kutaka kubadilisha kila siku. So that you start from, na sisi unajua watu wengi hatuelewi demokrasia. When we see regime change, tunaona kama ni kubadilisha kila kitu. Tumeelewana? So can I ask you, the people of the great people of Nakuru, for purposes of continuity, for purposes of ensuring development is sustained, na watu ambaye anabeba kila mtu, you must give Susan Kihika the second chance to lead this great county of Nakuru. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na mimi naambia wakati Susan Kihika yuko na mimi niko, kama ni mbaya, kama ni noma. Na vile amesema hapa ile mambo ya ile kitu, nimemwambia hakuna mtu atatoka kwa hii gate bila kutoka na ile kitu leo. Umeelewa hiyo? Umeelewa hiyo? Sasa mimi nataka muoneshe kitu ya two term ya Susan. Nataka munionyeshe mbwekse ya Daktari William Samoei Ruto. Hebu nionyeshe namna Kumbe Nakuru mumechanuka. Alafu nawauliza, ukiniangalia mimi vile niko hivi, siku moja natosha kuwa rais ama sitoshi? Natosha ama sitoshi? Nijipange, safari ya kesho pangwa leo mdogo. Bas, la mwisho, David Gikaria and I worked in the committee ya madini, na amenigusia mambo. Susan, I will send teams hapa. Mambo mawili nitakufanyia. Jambo la kwanza, nitakutumia watu wa Maritime Authority and Bandari Maritime Academy. Vijana wetu ambaye wako kwa lake wanapeleka maboti na kufanya kitu zingine hizi, wapewe training na wapewe certificate at the cost of the government. Na la mwisho, Governor, today we will agree. I will instruct the people at the Kenya Maritime Authority. Kwa sababu huko na lake sita, kila lake, they must start procuring today rescuing facility na boti ya rescue ya kisasa. Mtu akizama aokolewe. Ni kweli si kweli? Serikali ya Ruto yatosha itoshi? Inafanya ifanyi? Ni noma si noma? Ni top shota si top shota? Ni top shota si top shota? Nipatieni 2 term ya President Ruto. Bas, nidungie 2 term ya dadangu Susan Kihika. Na mambo ya David Gikaria ni namna gani? Iko sawa? Iko moto? Mwenyezi Mungu awalinde na wabariki. Asanteni.